Yes, mambo vipi mdau wa Abi Sports TZ, na wakati huu tuko hapa kuhakikisha tunaendelea kukupatia taarifa za kimichezo ambazo zipo zinakuja kila wakati, siku 7 za wiki, masaa 24. Nikwambie tu kwa sasa hivi, kama bado hujamwa na familia na mara ya kwanza, hebu fanya kitu kimoja tu, uchukua sekunde zako 5 kwa kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, lakini pia kushare na kulike Abi Sports TZ. Leo tuko katika klabu ya Young Africans ambapo tunafahamu na kama ufahamu pia nikupe taarifa kwamba klabu ya Young Africans hawana kocha mkuu mpaka sasa. Kocha ambao wanakaimu tu, na baada ya kuvunja mkataba na aliye kocha wao mkuu Pedro, ambaye kwa sasa Young Africans sasa kama uongozi wanaendelea kuchakalika kwenye kutafuta kocha mpya ambaye atakuwa na uwezo mkubwa katika kufanya mambo makubwa zaidi katika hatua nyingine ya msimu unaofuata 2026-2027. Na mpaka sasa hivi bado katika nafasi ya kuchukua ubingwa licha kupoteza mchezo mmoja uliopita, lakini bado ana alama 2 juu ya mpinzani wake ambaye ni Simba. So kama ataendelea kushinda katika mechi zinazofuata, lolote linaweza likatokea na akawa bingwa, na kama atakuwa bingwa maana yake atatakiwa kuboresha kikosi chao kwenye ukubwa unaotakiwa. Sasa taarifa ambazo zipo zinamhusu kocha aliyekuwa kocha wa zamani wa RS Berkane ambaye anaitwa Amien El Karma, ambaye huyu ni miongoni mwa makocha ambaye aliwahi kuwapa ubingwa wa kombe la shirikisho la Afrika klabu ya Berkane. Kwa sasa hivi anahitajika kuja pale kwenye kuziba pengo la Pedro. So kama ni kwa CV tu ya kwanza kumpa ubingwa Berkane, kwanza ni advantage kubwa, kwa sababu kombe la shirikisho makocha wengi wanaokuja hapa asilimia kubwa wanakuwa wanafika tu finali, lakini hawakuwa na rekodi ya kufikia stage ya kuipa timu mpaka ubingwa. Kwa hiyo kwa CV yake tu ya kwanza ya kuanzia, hiyo inakupa picha ni aina gani ya kocha ambaye anaweza akaja na akafanya kitu kizuri zaidi kama kweli akija. Kuna watu wanaweza kaleta mapendekezo kwamba labda alikuwa anafundisha klabu kama Berkane kutokea Morocco. Ni of course ni klabu kubwa, ni klabu ambayo usajili wake pia utakidhi vigezo, lakini kocha yote ambaye ana profiles nzuri, ana mbinu za kisasa katika mpira, ni jambo la kawaida kuja kuifanya timu ifike. Leo hii tuliwahi kushuhudia Gamondi alivyokuja Tanzania, ama Nabi alivyokuja Tanzania, tulishuhudia ni kocha ambaye ukiangalia kwenye final kubwa kwenye michuano hiyo hakufanya wonders sana, lakini tulikuja tukaona matokeo yake yalikuja kutokea. Alipeleka Young Africans katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho. Unaona ni kitu ni vile tu haikuwa bahati kwao kubeba ubingwa. Tulimuona Gamondi amekuja akaifanya Yanga kwenda kucheza tu robo finali ya michuano ya CAF Champions League. So ni nature ya kocha ambaye na yeye ametoka kwenye club kama Berkane ambayo tunaamini ina uwekezaji mkubwa, lakini anaweza kaja Tanzania kwenye club kama Young Africans na wao wako katika nafasi nzuri ya kufanya usajili baadhi ya wachezaji ambao unaona wakija wana quality nzuri. So kwa CV yake mpaka hapo, Young Africans wakimzungumzia kocha namna hiyo, unaona kuna kitu fulani wanakitazama ndani ya ligi, lakini pia michuano mingine kama vile CAF Champions League ambapo Yanga watakwenda kushiriki katika msimu unaofuata. Aliwahi kuwa manager, kwa maana kwamba aliwahi kuwa kocha wa timu ya OC Safi ambapo alifundisha michezo 48. Kwanza alitumikia klabu hiyo kwa siku 457, kwa maana kwamba alisajiliwa ama kupata nafasi tarehe 24 mwaka 2000 na tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2024 katika msimu 2024-2025, na kaondoka katika klabu hiyo mwaka 2025 tarehe 6 ya mwezi wa 10. Katika michezo 48 aliyofundisha OC Safi alishinda michezo 23, alitoa sare michezo 15 na alilose michezo 10. Hiyo ndio michezo ambayo waliweza kucheza na kuipoteza. Yes, lakini kwa upande mwingine alijiunga na klabu ya RS Berkane katika msimu 2022-2023 ambao ndio ulikuwa msimu ambao pia aliipa mafanikio RS Berkane, ambapo alifundisha klabu hiyo kwa siku 455 kutoka tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2022 mpaka tarehe 10 mwezi wa 2 mwaka 2024, ambapo katika msimu huo yeye alifundisha RS Berkane mechi 46, alishinda michezo 22, akatoka sare michezo 17 na alipoteza michezo 7, kwa maana kwamba kwa michuano yote. Na
Kwa pointi za ujumla alipata pointi 46 kwenye ligi kuu. So kwenye michezo ya kijumla unaweza ukasema kwamba hiyo ndio michezo ambayo alifundisha. So ukiangalia ni rekodi nzuri kwake, ni rekodi bora sana. Ni kocha ambaye unaona kuna kitu cha anaweza akaja kakileta na kikafanyikisha kufanya timu ikawa bora zaidi. Namna gani ya kuja kuendesha? Manake sasa ukipata kocha ambaye tayari ameshanusa ama amegusa mafanikio hususan kwenye level za kimataifa, ni lazima umletee wachezaji ambao watakuwa bora. Kwa hiyo kwa CV yake hii aliyokuwa nayo, na kama kweli Yanga wakaendelea kuchakata, na kama ikatokea amekuja kwenye klabu ya Young Africans na kwa mahitaji ya Young Africans, basi uongozi wa Young Africans pia kwa kushirikiana na huyo kocha ni lazima watafute pia players ambao watakuwa wako bora. Ukiangalia kwa sasa hivi Young Africans wana wachezaji, lakini bado unaona wachezaji ambao bado hawa deserve moja kwa moja kuwepo katika klabu ya Young Africans, klabu ambayo sasa hivi unaona wanawategemea wachezaji wale, rotation yao kubwa ni ile ambayo sasa inafika stage wachezaji wanafika hatua mwili yao inagoma kufanya maamuzi ambayo yalikuwa sahihi ndani ya uwanja, tofauti na Yanga ya misimu miwili nyuma iliyopita ambao ulikuwa ukitoa huyu kiingiza huyu chuma kipo pale. So the football inakuwa iko hivyo. Lakini kwa CV ya kocha huyu, mimi binafsi kwangu anaweza akafanya kitu ambacho kinaweza kikaleta chachu ya maendeleo, hususan unajua kwenye ligi ya ndani Young Africans no pressure sana, lakini kwenye michuano ya kimataifa misimu hii miwili walifanya vizuri licha hawakufika kwenye level kubwa ya kwenye CAF Champions League kwa hatua robo finali kama waliofika msimu ule wa nyuma, lakini sasa watahitaji kufanya vyema kwamba msimu wafike hatua ya kwenda kucheza makundi, wakitoka makundi waende robo finali, and then kutoka hapo robo finali waone kama watafanikiwa atakwenda nusu finali au kufika finali. Kwa hiyo lazima pia wapate kocha ambaye atakuwa na mbinu kubwa na experience katika soka la Afrika na namna ya kuendea mechi hususan zile za kimataifa. Ya kwangu ni hayo kupitia Abi Sports. Unaweza kusubscribe, ukalike na kucomment.